Baba ametuita wewe upinge ni nani, ikiwa ni miaka 47 ya toka kuanzishwa kwa Temeke Jogging Sports Club, na sasa tumepata wasa wa kuonana na afisa habari wa Temeke Jogging Club. Naomba jitambulishe bwana, mambo vipi? Safi, niambie afisa habari. Salama bwana, tunaomba ujitambulishe kwa faida ya watazamaji. Sawa, mimi kwa majina naitwa Saif Hassan Saif, ni mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya Temeke Jogging and Sports Club. Lakini pia klabu yangu ilinipa dhamana ya kuwa katibu wa kamati ya Bonanza. Iliniona natosha, nafaa kuwa katibu wa kamati, na ndio maana klabu yangu ikanipa hiyo dhamana. Asante sana. Wanamichezo wanataka wajue historia fupi ya Temeke Jogging ilipoanzia mpaka sasa hii mnasherehekea kufanya miaka 47 ya uzaliwa wenu nyinyi kama waasi. Kimsingi ni kweli Temeke Jogging and Sports Club ni klabu ambayo imeasisiwa mwaka 1978. Shaona sasa mpaka mwaka huu mwaka 2025 sisi kama Temeke Jogging tunametimiza miaka 47. Tunasema miaka 47 si haba. Shaona ni umri wa mtu mzima, ni umri ambao mpaka sasa huyu mtu anakuwa kashaji ukuu. Shaona kwa hiyo tunataka tuwaambie kitu kimoja. Sasa miaka 47 Temeke Jogging wamepita katika milima na mabonde. Haikuwa rahisi mpaka sasa unaona Temeke Jogging leo ipo hapa inafanya Bonanza basi ikawa ni easy tu. Hapana. Tumepitia mabonde na milima, tumepitia changamoto nyingi sana. Shaona kiasi kwamba mpaka tumefika hapa. Sasa basi ni rai yetu kwa vilabu vyote, vilabu vichanga, hakikisheni kwamba mahala popote ambapo pengine kuna misigano ya hapa na pale, ndio mambo ya kibinadamu. Shaona wanasema kizuri kinajiuza. Shaona na kila kitu ambacho nakiona wewe leo kinang'aa, ujue kuna misukosuko nyuma yake ilifanyaje, ilipitia. Kwa hiyo tunawaomba sana vilabu vyote, wanajoggers wote, changamoto zozote ambazo mtakutana nazo kwenye vilabu vyenu, chukulieni kama ni fursa, sio matatizo. Na mwanadamu siku zote changamoto ukichukulia ni fursa, basi mbele unalifanyaje, kunakuwa ni shwari kabisa Ndio. Ukiwa kama afisa habari wa Temeke Jogging na kwa niaba ya Temeke Jogging Sports Club, unataka utuambie ni faida gani ambayo mmeipata toka kuanzishwa kwa klabu yenu na sasa mmefikisha miaka 47? Tunataka tujue faida mlioipata na faida ambayo wewe kama mwanamichezo wewe unaipata ukiwa katika michezo hii. Ukiacha manufaa ya mtu mmoja mmoja, sisi kama Temeke Jogging kwa pamoja, sisi tumepitia katika vipindi vingi sana mpaka tukiwaambia sasa hivi sisi Temeke Jogging pengine inawezekana ndiye klabu pekee ambayo ina uchumi mkubwa sana, kwa sababu sisi mpaka sasa hivi ni klabu ambayo tunamiliki kiwanja. Shaona maeneo ya Kibada, kiwanja kilinunuliwa mwaka 2013, lakini mpaka leo huu ni mwaka wa 15 kama nitakuwa sikusei, tunamiliki hiyo kiwanja. Lakini vile vile Temeke Jogging kwa sasa tunamiliki viti zaidi ya 500. Shaona kwa hiyo ni kitu pekee ambacho kwa gharama ndogo ndogo za klabu zikitokea basi zinakuwa solved na huu mradi ambao tunao wa viti. Lakini huu mradi wa kiwanja kwa sasa bado kipo, kwa sababu malengo yetu ilikuwa ni kwenda kutengeneza ofisi za klabu. Kwa hiyo tunawaomba sana ndugu zetu, tukisema kwamba kauli mbiu yetu ni michezo ni afya uchumi. Shaona hii katika kipengele cha uchumi watu wanakisahau sana. Michezo sio kukimbia tu. Shaona hayo ni mambo ya kizamani. Kwa sasa vilabu vyetu vyote vya nchi nzima vinatakiwa vijiorganize. Shaona wapo watu mkoa wa Pwani wanaitwa Vikindu, wana kitu kinaitwa Tabasam Challenge. Hiki ni kitu ambacho wao wamekiprogram kiasi kwamba wanaweza wakamnufaisha mwanachama mmoja wa vilabu vyote kutoka nchi nzima kwenda kununua viwanja kule Vikindu. Sasa hili ni jambo kubwa sana ambalo kimsingi wenzetu Vikindu ni kimsingi tuseme inawezekana wakawa ni wageni ama si wageni, lakini wamefanya jambo kubwa sana. Hawa ni watu wa kuigwa, lakini vile vile Temeke Jogging vile vile ni klabu ya kuigwa, kwa sababu ni klabu kubwa, klabu ambayo ina kiwanja chake tena chenye hati, sio kiwanja cha kubumba, kiwanja chenye hati. Lakini vile vile tuna mradi wa viti zaidi ya 500. Cha mwisho cha kumalizia, una kipi cha kuambia wana jogging wengine ambao wanatamani kufikia kama nyinyi mlipofikia hapa? Maneno yangu yatakuwa ni yale. Umoja, upendo, mshikamano, lakini vile vile kuwatii viongozi wale watu waliowachagua. Changamoto nyingi za vilabu, unakuta vilabu vinaanzishwa mwaka huu, mwakani vinakufa. Ni kwa sababu tu kila mtu anajiona yeye mamba ndani ya klabu. Kama uchaguzi ulifanyika, uchaguzi ni wa kidemokrasia, mkawaweka viongozi wenu, basi kila klabu ihakikishe viongozi hao kwa muda waliopangiwa, kama ni miaka 4 ama 5, waheshimiwe, waachwe watoe mawazo yao, waje kukosolewa kipindi cha uchaguzi. Vilabu vingi vinameguka, vinapasuka kwa sababu ya majungu, kwa sababu ya fitna, kwa sababu ya ujinga tu wa akili finyu za wanajoggers wengi waliokuwa nao, kuona kwamba labda viongozi wanakula pesa kwenye hivi vilabu, viongozi labda wanafanya hujuma. Lakini niwaambie
Mimi ni shuhuda katika klabu yangu ya Temeke Jogging. Ukiona mpaka bonanza kama hili linafanyika, ujue viongozi wengine wanapasuka mifukoni mwao. Hakuna wadau sasa hivi ambao wanaweza kufanikisha jambo kubwa kama hili pasi na kupata kitu. Wadau wengi watakuchangia kidogo, lakini 90% mpaka unakwenda kuta bonanza limekamilika, viongozi wengi wanatoa pesa mifukoni mwao. Kwa hiyo tuheshimu huu mchango mdogo wa viongozi wetu ambao wanafanyaje, wanautoa kwenye vilabu. Heshima ya viongozi isipopatikana, vilabu lazima vife. Naomba kwa sasa. Bwana, tunakushukuru na tunawatakia safari njema. Au sio?